zote za kimila. Lakini siku ya tatu alirudi na kugonga mlango wa nyumba yao saa 8 ya usiku. Je, alitoka wapi? Na nini kilikuwa ndani ya lile kaburi? Karibu Yembe Online TV. Leo tunakuletea kisa cha kweli na cha kusisimua kutoka kijijini Gusuhi. Hakikisha umetulia, maana simulizi hii itakuacha na maswali mengi kuliko majibu. Twende sawa. Katika kijiji cha Gusuhi, kijiji kilichozungukwa na milima ya mawe na misitu minene, aliishi mtoto mmoja mpole na mcheshi aliyeitwa Matiko. Matiko alikuwa ni kitovu cha furaha kwa wazazi wake, Mzee Chacha na Mama Nyansaho. Kijiji hiki cha Gusuhi kilijulikana kwa umoja wake, lakini pia kilijulikana kwa imani za kishirikina zilizokuwa zimekita mizizi tangu zamani. Maisha ya Matiko yalikuwa ya kawaida kabisa. Asubuhi alienda shule na jioni alisaidia kuchunga mifugo. Hakuna aliyedhani kuwa furaha ya familia hii ingeyeyuka kama moshi ndani ya usiku mmoja. Siku ya Jumanne, Matiko alirudi kutoka shuleni akilalamika maumivu makali ya kichwa. Hali ilibadilika ghafla. Ndani ya saa 6 tu, mwili wake ulipoteza nguvu, na kabla hata jogoo wa kwanza hajawika, Matiko alikata pumzi mikononi mwa mama yake. Kijiji kizima kilizizima. Kilio cha Mama Nyansaho kilisikika hadi vijiji vya jirani. Taratibu za mazishi zilifanyika kwa haraka sana, kama ilivyo mila ya kule Gusuhi kwa mtoto mdogo. Siku ya pili yake, Matiko alizikwa kwenye shamba la ukoo, mita chache tu kutoka mlangoni mwa nyumba yao. Mzee Chacha, akiwa na moyo uliopasuka, aliweka jiwe kubwa juu ya kaburi la mwanawe, ishara ya kumwaga mpendo wake. Wanakijiji waliondoka na nyumba ikabaki na upweke wa ajabu. Lakini usiku wa siku ya tatu tangu mazishi hayo, hali ya hewa ilibadilika. Upepo mkali ulianza kuvuma na mbwa wa kijiji hicho walianza kubweka kwa sauti ya kuogofya, wakitazama upande wa lile kaburi jipya. Katikati ya giza nene la saa 8 ya usiku, Mzee Chacha na mkewe walishtuliwa na kitu ambacho hakuna binadamu aliyewahi kutegemea. Kwenye mlango wao mkuu kulisikika kishindo. Kisha sauti dhaifu ya kutoa baridi ilisikika ikisema, "Mama, mama, nifungulie mlango niingie." Kwa sauti ya chini iliyojaa hofu, mama yake alisema, "Sauti ya mwanangu jamani." Punde tu baada ya kusema hivyo, aliruka kutoka kitandani tayari kufungua mlango, lakini mumewe alimzuia asiende. Baada ya Mzee Chacha kumzuia mkewe asifungue mlango, alichukua jukumu hilo la kwenda yeye. Alifanikiwa kufungua mlango, lakini alichokikuta, ni maajabu. Tukutane sehemu ya pili katika mkasa huu, tuone nini kilitokea mara tu baada ya Mzee Chacha kufungua mlango. Usisahau kusubscribe na kushare mkasa huu kwa wengine. Asante.